Ndio. Naam. Ndio. Hivyo swali kuna swala hapa ama hapa ama hapa kwa kidole chake. Yaani kwa sawa. Haya. Umeelewa swali sio? Swali basi kama iko hapo hapo. Swali linazungumza si kwenye usahihi wa swala. Swala iko sahihi. Kwenye usahihi wa kusimama. Yaani wanafaa kusimama vipi na kutokezea imamu na maamuma mmoja. Nani kwanza atajaribu kujibu hilo swali kabla mimi kuliwekea masahihisho? Nani atajaribu kujibu hilo swali? Simama uelekee. Mfao usongea mbele karibu na imamu kabisa. Wakati maamuma ni mmoja na imamu nenda kule ukaelekee. Ikiwa kama muundo imamu na muundo maamuma, imamu akisimama hapa, maamuma akija kufunga hii swala akija kufunga hii swala, maamuma ana nafasi kwa hapa. Ikiwa sasa kama mfano na mimi nataka kufunga swala, itabidi nimtoe mwenzangu kije hapa nyuma ya imamu. Kama atakuwa mbele yetu, sisi wa maamuma atakuwa nyuma kwa safu ya nyuma. Lakini hapo hamko nyuma ya imamu sasa. Yasinge kusongea mbele. Haya, Sasa ndio tofauti shikamo lakini kama ni yeye peke yake nafasi haya, hebu mtu mmoja wa tali arekebishe hiyo mwanamume. Mtu wa tali aende tu pale, mtu wa tali na swali lilikuwa maamuma ni mmoja. Naam. Hata tusikize mwenyewe. Ikiwa kama maamuma ni mmoja, kama tulifundishwa, kwa akija kumkuta imamu kwenye swala yake, maamuma ana nafasi yaani Mungu wake ume kwa sijima ndio distance ambayo tumewekewa kama maamuma ni mmoja. Sikia Ikhtalafa al-ulama. Haya, hebu tueleze utapotiana. Naam. Kama mambo ni mmoja kama hivi. Wapo wanasema kwamba mstahili ni maombi ya kwenda na imamu sawa. Lakini wengine wakaona kwamba kufanya hivi haitakuwa vizuri, yaani haitakuwa bora kwa yule mtu ambaye atakuja leo kupata kubainisha nani kati hawa ni imamu na yule ambaye si imamu. Sasa wakaona itakuwa ni bora zaidi asimame huyu maamuma, asimame kidogo nyuma katika kuzungumza imamu ili kubainisha nani imamu na aliposema ni munibu ni tofauti.
Sasa wewe mbona umeona kauli moja? Nimesema hivi, kama imamu ni mmoja, watu wamesemekana katika kauli mbili. Watu waliosema inafaa huyu maamuma asimame sawa na imamu, waweke sawa sawa tuone. Lakini wapo sasa waliosema kwamba wakisema hivi itakuwa vigumu mtu akija kubainisha nani imamu nani maamumu katika hawa wawili. Wakaona kwamba ili waweke ikhtilafu kati imamu na maamumu, binafsi tamyizi, waweke tamyizi, inafaa huyo maamuma awe kama imamu ili wabainishe nani maamuma nani imamu. Ni hivyo sio? Anatulia hapo hapo. Hao ni watu ambao wamesema, si ndio? Maana yake tukisema watu tunamaanisha ulama kama katimu. Na aliyesema kuwa asimame upande wa kulia ni nani? Huyu nani? Akuuliza. Na hao wengine? Tulia huko. Rudi huko. Huyu aliyesema ni asimame upande wa kulia, na tukasoma hadithi ya Jabir na Jabir sio, ambaye yeye aliswali akachukuliwa akawekwa upande wa yuko nyuma, upande wa kushoto akavutwa na Jabara. Sasa hawa maswahaba wao wanazungumza nani aliyewaweka upande wa kulia? Ni Mtume, sio? Ambaye aliwaweka upande wake. Hebu mweke imamu hapo upande wa kulia wa imamu. Ni hivyo sio? Na Mtume pia hilo swali ambalo wewe walifikiria lilikuwepo pia, ya kuwa je, watu watajua kuwa huyu ni maamuma au huyu si maamuma? Na wasipojua kwa mfano itawadhuru nini? Watasimama wapi? Labda mtu atakuja upande wa kushoto wa imamu, sio? Wakati akija upande wa kushoto wa imamu, si Jabir pia alikuwa upande wa kushoto? Kisha alifanywaje? Si alishikwa akaletwa upande wa kushoto, upande wa kulia? Sasa mwal mushkila